Na utaratibu tuliopo kwenye kijiji chetu tuliouweka tangu muda mrefu ni kwamba kuna viwanja ambavyo viliidhinishwa na wananchi kwenye mkutano mkuu wa serikali ambavyo vinatakiwa viuzwe. Kuna sokoni pale, kuna kule uwanjani, sawa na vingine kwa ajili ya makazi. Sasa sheria na utaratibu upoje? Hata mtendaji ule utaratibu atakuwa na ufahamu kwa sababu yeye ni mtaalamu na amesomea kwa ajili ya mambo hayo. Na mwenyekiti anapokuwepo pale, yeye kama rais, sawa, kuna mwenyekiti na yeye aangalie sheria na akiweza kushirikiana na nani mtendaji wake. Kwa hiyo sasa kuna maeneo ambayo yakiombwa hapa watu wanaleta barua, yaani yale maeneo mtu amekuja naomba uwanja wa kujenga, tulishaidhinisha hapa, hakuna nini, hakuna sawa, kwa sababu ilishaidhinishwa. Taangalia hii sehemu anayoomba ni kati ya zile ambazo zilishatolewa idhini. Sehemu zile ambazo hazikutolewa idhini, itatakiwa barua inapofika ije moja kwa moja kwa nani? Wananchi. Yaani wakati kama wanatuletea wananchi tuidhinishe, kwa sababu wao watatambua hii sehemu si ile ambao wananchi walifanya nini? Waliidhinisha. Kwa hiyo sasa tukisema tuiamue tu sisi, tutakuwa tumetenda kosa. Hili jambo uongozi wetu haukujali wala mtaalamu wetu wameuza mchanga. Hao wameuza. Umeona? Sasa hii inapelekea kuonyesha sisi wote tunaishi hapa Mgombasi kama ni hatuna ufahamu au ni wajinga na tukapendelea hata kila jambo baya. Sasa basi navyoongea hivi, japo naongea mimi, lakini wananchi wa Mgombasi, yani naongea kwa niaba ya wananchi wa Mgombasi. Kwa sasa hili jambo linaishia kwa mfumo huu. Yani hizi ni proposal ambazo tulitoka nazo mtaani kwa wananchi, kwa sababu vitongoji wala kujielezesha mara kadhaa. Wangewasikiliza wale vitongoji kuhusu yule mwenyekiti kwa vikao vya nyuma vilivyofanyika wao ndani ya bodi zao, haya yasingetokea. Wangewasikiliza hawa vitongoji kwa malalamiko waliokuwa wanalalamika kipindi cha nyuma, na walikaa naye na waliwahi kuandika hata makaratasi wakakaa naye, wangewasikiliza hao, haya yasingetokea. Sasa basi kwamba tutambue wana Mgombasi kwamba tutaonyesha vidole hao wengine wana uwezo wa kufunzika. Hawezi kuwa na viburi. Wana uwezo wa kufunzika kwa sababu japo wamefanya makosa, kwa sababu na wao wameingia kwenye mkumbo wa kuidhinisha sehemu zile ambazo hatukuidhinisha. Kwamba mwenyekiti na mtendaji wake watuachie ofisi, taratibu zingine zifanyike. Mwenyekiti na mtendaji wake watuachie ofisi. Sisi hatutakuwa na imani ya kufanya naye tena kazi mtendaji. Kwa sababu huu puzi watu unafanyika. Yeye yupo. Unaona? Kwa hiyo sasa aliyejenga pale, lile jengo ni la kwetu. Amejenga kwenye eneo letu. Hapa tunapimiaga kliniki, kunywa watoto uji wa lishe. Tutatumia hili jengo kwa ajili ya nini? Lishe na kupimia kliniki. Hao walipopeana huko kulala, sisi hatuna ubaya naye. Yeye awatafute waliompa, akiwemo mtendaji wa kijiji pamoja na mwenyekiti wake. Kama atakuwa na jopo lingine, yeye atawafahamu. Sisi kama kijiji hatuwezi kwenda kama mazuzu. Sawa? Kwamba hili tunaishia hapa. Umemaliza. Tunaunga mkono. Tunaunga mkono. Hili tayari. Naomba niishie kwa mfumo hizi tumchape mchanga. Mtendaji na mmoja tumtaki kufanya nao kazi. Kapasa umemaliza. Kachukue kufuli. Mgombasi anasema hatutaki kufanya nao kazi kwa sababu na nini? Na madhaifu. Sasa hoja zina nini hapo? Hoja haijaisha. Wewe ndio kuelekeza. Ngoja